God. Atawapatia masikio msikie neno la Mungu. He will give you understanding. Atawapatia kuelewa Word of God. neno la Mungu. Okay, I told you about all the scriptures testify of Jesus Christ. Nilizungumzia kuhusu mambo ya Yesu Kristo ama maandiko. All the feast of the Lord testify of Jesus Christ. Nikazungumza kuhusu sherehe za Bwana zilizokuwa zinafanywa pale Israeli zinazozungumzia kuhusu Kristo Yesu. And all the offering, sacrifice offering, na yote sadaka hizo tulizozungumzia juu ya Yesu Kristo. And all important event, miracles work reveals Jesus Christ. Na tukazungumza kuhusu miujiza yote iliyojenga mwili wa Yesu. And all the important men revealed Jesus Christ. Na nikazungumza kuhusu watu muhimu kabisa katika Biblia walivyokuwa wakiangazia Yesu mwenyewe. So this afternoon, kwa hivyo jioni ya leo, as much as we have time, I will teach about the important men. Hata kama vile hatuna wakati mzuri, nataka nizungumze kuhusu maisha ya huyo mwanadamu. The first man, Adam, revealed mtu wa kwanza aliitwa Adamu na aliashiria Yesu. You know, God created the man, not Adam first. God created the man first. Mungu alimuumba mwanadamu kwanza. From man, God created woman. Woman from man. Kutoka kwa Adamu ama kwa mwanaume, Mungu akamuumba mwanamke. Woman, jina woman lina maana kutoka kwa mwanaume. God made man slept. Mungu akamfanya yule mtu akalala. And then from the man, na kutoka kwa yule mwanaume, the bone from the side. Akakata mfupa kutoka kwa upande. With that bone, God created the woman. Na kupitia mfupa ule akamuumba mwanamke. You know, Romans 5:14 said, he is the one who is to come. Warumi 5:15 nasema yeye ndiye atakaye kuja. So first Adam revealed coming, last Adam, which is Jesus Christ. Kwa hivyo Adamu alikuwa anaashiria mwana ama mtu wa mwisho kuja ambaye angalikuwa ni Kristo Yesu. So slept means kulala, ina maana he died on the cross. Akafa kwenye msalaba. And then side bone revealed, na mfupa wa upande huu una maana when Jesus died on the cross, wakati Yesu anakufa pale msalabani, Roman soldier maaskari wa Kirumi wakamdunga kwenye upande. And then water and blood came out. Na maji na damu vikatiririka. Actually, same like first Adam, God created the church from the body of Christ. Kwa hiyo ni kumaanisha Bwana alijenga kanisa kutokana na mwili wa Adamu, wa Yesu. With his water and his blood. Kupitia kwa ile maji na damu iliyotoka kwa Yesu ndio ilijenga kanisa. So church is his bride. Kwa hivyo kanisa sasa ikawa ina uwezo wa kuendelea. Men and women have to become one body, oneness. Kwa hivyo mume na mke ilibidi wawe kitu kimoja. So when the Jesus come, wakati Yesu anakuja, the church, kanisa, which is Gentiles and Jew, ambayo ni
Wayahudi na Wayunani, become his bride, ikawa ni sasa ni mpenzi wake, will be united together with Jesus Christ. Sasa kanisa ikaunganika pamoja na Kristo Yesu, which is our bridegroom, ambaye ndio mwanawari wetu. So let Adam, the first Adam revealed, let Adam and then woman, he became Eve. He changed his name. Eve means or the mother of living ones. Adamu huyo wa kwanza alionyesha Adamu yule angalikuja ambaye ni Yesu, na huyu mwanamke aliyeitwa Hawa jina likabadilika akaitwa Hawa, kumaanisha mama wa wote walio hai. So church, kanisa, united together with let Adam, kuunganika na Yesu ambaye ni Adamu wa mwisho, and will be one body with Jesus Christ, itakuwa ni mwili mmoja na Yesu Kristo, and we will live eternal life at the New Jerusalem. Na itakuwa mwisho katika ile Yerusalemu, ama itakuwa ya kukaa miaka nyingi katika Yerusalemu inayokuja. Revelation 19 mentioned about wedding ceremony. Ufunuo 19 inazungumzia kuhusu harusi between Lamb of God kati ya and his church. Kati ya kanisa na Yesu ambaye ndiye mwana kondoo wa Mungu. Eve, Hawa, she had a temptation from devil. Hawa akawa na jaribio kutoka kwa mwovu shetani. He failed about God's first commandment. Na kwa hiyo akaanguka kulingana na vile Mungu alikuwa anataka katika maagizo yake ya kwanza. You should not eat kwamba usili fruit of knowledge, matunda ya kujua ama kufahamu. But she ate. Lakini alikula matunda lile. Because kwa sababu that tree, fruit of tree, when she looked, it was good for food. Angalitafuta chakula. It was present to eye. Present to eye. Na alikuwa bado anaweza kuona, kama sio chakula ilikuwa imekosa pale, angeenda kula matunda nyingine. Desirable for gaining wisdom. Na vitu hivyo vyote vilikuwa pamoja na yeye. You know what? All the temptation of devil, unajua nini? Majaribu yote ya kishetani, those three temptation belong all the devil's temptation. Hizo jaribio zote unaona tatu, zote ni mambo shetani alipanga. For example, kwa mfano, in the wilderness time, katika wakati huu Israelite failed about eating. Waisraeli walikosa kujua jinsi ya kula. They complained about manna. Wakaanza kunungunika kuhusu chakula walichopewa cha malaika kiliitwa mana. And meat. Wakaanza tena kunungunika juu ya nyama. And water. Wakalalamika kuhusu maji. That temptation of food, eating. Hali ya kula chakula walilalamikia hiyo. And they failed about seeing. Na wakaanguka, hawakuona, hawakujua kuona. When they see the wilderness, every day was same. Na wakati ule walishindwa, kila kitu kilikuwa kikifanana. There were no pleasure. Hakukuwa na furaha yoyote. So God sent them a fire serpent. Kwa hivyo
Mungu akawatumia nyoka. So all the complained one, wale ambao walikuwa wananungunika, start to be killed, wakaanza kuuliwa na sumu ya wale nyoka, by fiery serpent. na wale nyoka waliokuwa wakiwauma. Mnakumbuka katika jangwa? But God asked to Moses, lakini Mungu akamzungumzia Musa, make a bronze serpent, kwambia tengeneza nyoka wa shaba, and lift it up, the na bronze huo nyoka serpent. wa shaba ainuliwe juu. As soon as look at the bronze serpent, Kama mtu anaweza kuangalia yule nyoka wa shaba, or the poisoned by serpent, na sumu ya ule nyoka will be saved, itakuwa inaisha kutoka kwa mwili wake. will be Mtu healed. asema amina, na atapona. So John 3:15 mentioned about Yohana 5, John 3:15. 3:15. Yohana 3:15 inasema, As Moses lifted up bronze serpent in the wilderness, na Musa akainua nyoka ya shaba katika jangwa, I'll be lifted on high, akainua juu zaidi, and then I'll save. na All the kaona that bronze serpent revealed yule Jesus nyoka wa Christ. shaba ilikuwa tu ni kama kielelezo cha Yesu Kristo. Remember when Moses' rod swallowed the serpent of Egyptian magician. Wakati taifa la Israeli lilimezwa na inji ya Misri, The huyu Musa, strongest authority the devil has, I already talked about the sin and the death. wakati ule kulikuwa na nguvu ya dhambi, ilikuwa inaleta mauti. But Jesus swallowed the sin and death. Lakini Yesu akameza ile dhambi na mauti. Asifiwe Yesu. Whoever lifted up the cross will be saved. Yeyote atakayetazama msalaba anakwenda kupona. Haleluya. So Jesus Kwa hiyo Yesu had Jesus won all the temptation of devils. alitaka majaribu yote ya kishetani. By the way, another temptation, like Aaron made either of gold calf, Idol of gold calf, calf. cow, little cow, calf. Wakatengeneza mfano wa ndama ya ng'ombe, little calf, ndama ya ng'ombe. Siku ile wanamwabudu Waisraeli. So they Kwa hivyo wakafanya hivyo, failed about the wisdom, like to gaining wisdom by their idolatry. Gold calf revealed, like they said, this is the God he pulled out from the Egypt, themselves. kwa hivyo wakashindwa wenyewe kuachana na dhambi, shindwa kuachana nayo. That golden calf, they make the God to save themselves. Wakatengeneza mfano wa ndama ya dhahabu, na wakatamani ndama ya dhahabu kwamba itawaokoa. Anyway, they failed all three kinds of temptation. Wakaingia katika majaribu ambayo yalikuwa ni kama majaribu aina 3. But Jesus Lakini Yesu won all three different kind of temptation. akawa na akashinda majaribu kama hayo 3. Remember
after he baptized, wakati Yesu anabatizwa, he came out from the Jordan River, katoka katika mto wa Yordani, and the Holy Spirit come down, na Roho Mtakatifu akaingia kwake, and the Holy Spirit lead to him to wilderness. na Roho huyo Mtakatifu akamuongoza kwenda jangwani. After 40 days fasting, Baada ya masiku 40 ya kufunga he was na so kuomba, hungry. basi Yesu akawa anasikia njaa. So devil asked, make this stone bread. Shetani akaja akamwambia, hebu geuzeni mawe hii ikawe mkate. But Matthew 4:4 said, man does not live by bread alone, Yesu akamwambia, imeandikwa kwamba mtu hawezi akaishi kwa mkate pekee, or the word of God, lakini from the mouth of God. ataishi kupitia kwa maneno yanayotoka katika midomo ya Mungu. So he won the hunger test, Alikuwa na njaa na kiu, eating test. akampatia majaribu ya kukula. And devil took him to the higher place, and he showed to all the glory of the world. Na kwa hivyo shetani pia akamuinua, akampeleka katika mahali palipoinuka, na akamuonyesha mazuri yote ya ulimwengu. Seeing temptation. Akamwambia, unaona vitu hivi vyote unavyoviona? God gave all the word to devil, he said, and if you worship me, I'll give you. Akamwambia, tulia, unaona mambo haya yote, unaona ulimwenguni yote, mimi nilishapewa na Mungu. Kama wewe Yesu utaniabudu mimi, shetani, nitakupatia vyote unavyoviona ulimwenguni. And Jesus said, Yesu akasema, worship God and serve him only. Akamwambia, wewe imeandikwa, mtu amwabudu Mungu na mtumikie Mungu peke yake. So he won all the temptation. Kwa hivyo akashinda majaribu yote. And third one, ya tatu, the devil took him to the pinnacle of the holy temple. Shetani akamchukua hadi katika kelele cha hekalu takatifu. Jump down to the, akamwambia, ruka ukaanguke huko chini. The angel will protect you. Kwa sababu imeandikwa kwamba malaika atakuzuilia, hautajikua hata kidole cha mguu wako. There are so many Pharisees, elders, or the leaders of Jewish people was in a city of Jerusalem. Kulikuwa na watu wengi waliokuwa wakikaa mule Yerusalemu. So he proved himself, even though he jumped down from the pinnacle of a temple, and if he didn't hurt anything, he can prove I'm the Messiah. Kwa hiyo alikuwa na nafasi ya kuonyesha watu wote kwamba yeye ni Masia. Kwa maana kama angejirusha kutoka kwa kelele cha hekalu asija akaumia, kila mtu angeamini huyu ndiye Masia. He doesn't have to die on the cross. Angestahili kufa kwa msalaba. He can prove himself very easy way. Angejitokelezea vizuri sana, na watu wote wangelimwamini kwa sababu hangaliumia. It's desirable to gaining wisdom. Ni kitu cha maana mtu kutafuta hekima. Bwana asifiwe. He said, do not test God. Nasema katika hiyo tumuone Mungu. So he won all the test. Kwa hivyo Yesu akashinda majaribio yote. You gotta remember, kwa hivyo kuna kitu kimoja unakumbuka, when he emerged, when he baptized in the Jordan River, wakati alibatizwa katika mto wa Yordani, his church was inside of him. Ujue kwamba kanisa lilikuwa ndani yake. So he emerged, which means died with church. Ina maana wakati alipoenda kubatizwa pale, ina maana Yesu mwenyewe alikuwa amekufa na kanisa, and come out from the river, which means resurrected with the churches. Na akafufuka na kanisa. Haleluya. Kwa maana ubatizo ni kufa na kufufuka na kanisa lilikuwa ndani wapi? Kwa Yesu. Church died with him and lived with him. Kwa hivyo kanisa likafa na Yesu na likafufuka na Yesu. And Holy Spirit came down. Na Roho Mtakatifu akamkujia mwenyewe from above. Kutoka huko juu mbinguni.
he already conceived by Holy Spirit in the womb of Maria. So Holy Spirit was inside of him already. Na ujue kwamba wakati sasa anakwenda kuzaliwa na mama Maria, ujue huyo Yesu bado alikuwa na Roho Mtakatifu. But he needed Holy Spirit again from above because for his ministry. Hata kama yeye kuwa mimba ya Yesu yenyewe ni malaika alisema na Roho Mtakatifu, lakini wakati amezaliwa na amebatizwa alihitaji pia Roho wa Bwana kushuka iwe kielelezo kwa watu wengi. You got to remember, lazima wewe ukumbuke, when he had baptized, wakati Yesu anapokea ubatizo from above, kutoka huko mbinguni, church was inside of him. Ujue kanisa lilikuwa ndani mwake. And then, na tena he died for, akafa kwa ajili all our sins, ya dhambi zetu zote. Asifiwe Yesu. And then through his water and blood, na kupitia kwa damu na maji, church came out, his bride came out. Kanisa likatoka, mwanawari akatoka. Tupigie Yesu makofi. Like Eve, kama vile Hawa. Adam and Eve united together with one body. Adamu na Hawa wakaunganika pamoja kama mwili mmoja. We have united together Jesus Christ later on as his bride. Wakaunganika pamoja na wakawa kama vile wana harusi wanaweza kuunganika pamoja. Amina. That's a revelation. Hiyo ni ufunuo. And Apostle John said, na hivyo ujue kwamba mtume Paulo akasema, do not love the word or the thing in the word. Usije ukapenda kazi ama vitu vilivyo ndani ya kazi. These are all lust of flesh. Usije ukawa na matamanio ya mwili. And lust of the eyes. Na usije kuwa na mapenzi ya macho. And the pride of life. Na usije ukawa na majivuno ya maisha. So that temptation, katika hilo ama mvurutano huyo, belong to devil's temptation. 3 different kind of temptation. Kwa hiyo majaribu hayo yanatokana na muovu shetani. Lust, upendo. Lust of flesh is eating temptation. Ukaacha mwili ukiliwa na majaribu. Lust of eye is seeing temptation. Kukosa macho ni kukosa kuona majaribu inapokuja. So people want to show themselves like some kind of a famous man, or like or actor, or beautiful woman and man. What? They like to show themselves like that. Watu wameshikwa na kiburi. Wanataka waonekane kama wao ni watu wakali zaidi. Waonekane kama ni watu waliojulikana zaidi. Yani wanataka ulimwengu waelewe wao ni watu wa ajabu. Seeing temptation. Ngalieni mbele msije mkajikwaa. And pride temptation. Na kuna pia majaribu ya kiburi. People like to have fame. Watu wanataka kuwa na majina. Money. Watu wanataka kuwa na pesa. Higher position. Watu wanataka kuwa na cheo kikubwa. They want to have pride. Watu wanataka kuwa na kiburi. Worldly things. Watu wanataka kuona vile wao wanakwenda kuheshimika. So still now, even nowadays, they fail. Those kind of temptation. Lakini hata saa hii majaribu ikija kwa watu inawaangusha.
devil's temptation, principle of devil, or strategy of devil won't change. Nataka nikwambie kwamba mitego ya shetani ama mpangilio wa shetani hauwezi kubadilika, ni ule ule tu. But you got to remember, lakini lazima ukumbuke, church was inside of Jesus Christ. Kanisa lilikuwepo ndani ya Yesu. He won all the temptation for us. Alishinda majaribu yote kwa ajili yetu. So we can win all the temptation now. Kwa hivyo tunaweza kushinda majaribu yote sasa. Tumpigie Yesu makofi. Hallelujah. As long as we are in Christ. Bora tu wewe na mimi tuko ndani ya Yesu. His victory will be our victory. Na ujue ushindi wa Yesu utakuwa ni ushindi wako, utakuwa ni ushindi wangu. We'll just participate his victory. Lazima tuunganike na ushindi wa Yesu. So, all the people like Abraham, kwa hivyo watu wote kama vile Abrahamu, Isaka, Jacob, na Yakobo, Noah, Nuhu, Moses, Musa, and Joshua, na Yoshua, and David, Daudi, like good king Joshua, Hezekiah, wale wazuri kama vile Joshua na Hezekia, and all the good priest and good prophet, na wapasta wazuri na wanabii wazuri, revealed wanaonyesha Jesus Christ. Kristo Yesu. And they made a prophecy, na wakatoa unabii coming Yeshua HaMashiach, kwamba Yesu Kristo anakwenda kurudi. Like David, kama vile Daudi, Psalm 22, Zaburi 22, he would mention about coming Jesus. angalitaja kuhusu kuja kwa Yesu. Dogs have surrounded me, kwamba wewe umenizunguka, and they pierced my hand and feet. na wakapiga msumari mkono wangu na mguu wangu. Is there any case David surrounded by dog, which means Gentiles, and then pierced by them hand and feet? Kuna mahali popote kwa Biblia tunaona kwamba Daudi amezungukwa na watu wa ulimwengu na wanamdunga kama picha ya kudunga mkono na mguu? Kuna mahali popote tunaona David didn't die like that. Daudi hakufa kwa njia hiyo. It is purpose of Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. Huo ni nabii uliotolewa kwa ajili ya Yeshua ama Yesu. Hallelujah. He was surrounded by Roman soldiers. Alikuwa amezungukwa na maaskari wa asili ya Kirumi. They nailed down Jesus Christ on the cross. Na kwa hiyo wakakutana na Kristo Yesu katika msalaba. And my cross, na msalaba wangu was divided, umegawanyika, and my garment na nguo yangu had the lot like imeshika uchafu. lottery, lot. Yeah. Yeah. I've translated that. Yeah. So kwa hiyo Roman soldier, maaskari wa Kirumi, anybody can touch his cross or garment, or the disease or sickness was healed. So they thought that cross has some kind of power, so they divided. Na katika hiyo hali wao au maaskari walipoona Yesu ako kwa msalaba na manguo yake, kila mtu alikuwa akishika nguo ya Yesu anapona, askari wote wa Kirumi. Kwa hivyo wakasema kumbe hii nguo iko na nguvu. And his garment, tunic, was like one piece, like a lady's clothes, like one piece, Na ile nguo ilikuwa kama like the Muslim wear. Yeah,
Nguo ilikuwa moja kama hii, isipokuwa hii imekatika. Mnaona ile nguo? Eganchwa. Eganchwa seli ya Mombasa na Kimogo ndio dela. Ni dela madera. Hiyo kitu. Mumeelewa? So the Roman soldier, one of them, maskari wa Kirumi mmoja wao, have that tunic garment himself. Mmoja askari mmoja akasema mimi ndio nitachukua hii nguo. So they had a lot. Wakasema hapana, kama ni hivyo tutapiga ile kitu mnasema nani atachukua? Umeshajipata mahali unasema oyo no roliomya. Noyo gose? Noyo. So have you ever lost his clothes, David, like that way? Wakaanza kupiga kura mwenye atachukua hiyo nguo. And he mentioned about his bone was not bended. The bone. Bone. Na mfupa ya Yesu ilikuwa haikuwa imevunjwa hata mmoja. Remember two robbers to thief. Kumbuka kulikuwa na waizi wawili, mwizi mmoja huku, mwizi mwingine kule. When they checked the Roman Empire, they was alive at that time. Na wakati walikuwa wanaangalia katika ile serikali yao ya Kirumi, so they have to kill and they have to confirm their death. Walikuwa wanaua na wanahakikisha kwamba huyo mtu amefanya namna gani? Amekufa. Lazima mnangoja mtu akufe ndio mumtoe kwa hiyo mti. So let's say this is head part, this is leg part. Wacha tuangalie kama sasa hii ndio ilikuwa kama huko mahali walimweka Yesu. So they slipped over like that. Wakaweka namna hii. They bent their bone. Wakajaribu kuvunja mifupa ya Yesu. They killed them. Wakaua wale watu wote wale wengine. Kulikuwa na waizi wawili na Yesu hapo. But when they take a look at Jesus, lakini wakati walimwangalia Yesu, he's been dead already. Wakapata huyu ameisha fanya nini? Ameisha kufa. Sasa hawangemvunja mifupa. Kumbuka Biblia inasema Yesu hakuvunjwa hata mfupa moja. So Roman Empire checked with his spear. Kwa hivyo askari mmoja akasema amekufa kweli, akadunga mkuki kwa mabavu yake, aone kama kweli amekufa. He pierced his heart. Kadunga hapa kabisa kwa ndani. If we live alive Jesus Christ, he have to be executed. Kama Yesu angalikuwa hai wakati huo, wangemkata kichwa. So he should kill Jesus Christ. Kwa hivyo wakamdunga waone kama yuko hai. But he already dead. Lakini alikuwa ameisha kufa. So they didn't bend his bone. Kwa hivyo hawakuenda kuivunja mifupa yake. Just check. He'd been dead already. Wakaangalia wakasema huyu ameisha kufa tayari. So David didn't die like that. Daudi hakufa kwa njia hiyo. He had a prophecy. Kulikuwa na unabii and make a prophecy. Na akatoa huo unabii. And Isaiah 53:5, Isaya 53:5, he was wounded for our transgression. Alikufa kwa ajili ya makosa yetu. He was bruised for our iniquities. Akapiwa kwa ajili ya makosa yetu. The chastisement upon him for our peace. Lakini kwa ajili ya maisha yetu na amani yetu. And by his stripes we are healed. Na katika mapigo ya Yesu tunapokea uponyaji. When I evangelize the Jewish people, nami nasungumzia wale watu wanaosema wao ndio Wayahudi. Is there any prophet or any person died like that? Kuna mtu katika historia yenu aliyekufa kwa njia hiyo?
for your sin, for your iniquity, for your transgression, died like that? Kuna mtu aliwahi kufa kwa ajili ya makosa yako, kwa ajili ya dhambi yako? Iko mtu? Who died like that? Tell me. Ni nani alikufa kama huyo? Niambieni. None. Hakuna mtu Except Jesus Christ. isipokuwa Yesu Kristo mwenyewe. Who do you think he and our sin, our transgression, our iniquity? Mnafikiri ni nani aliyekufa kwa ajili ya dhambi, kwa ajili ya makosa yetu? Who do you think us? Who is it? Unafikiri ni nani amekufa kwa ajili ya makosa yetu? Isaiah mentioned about your people. Isaya anazungumza kuhusu watu wenyu nyinyi Wayahudi. Only Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, died like that. Ni Yesu mwenyewe ndiye aliyekufa katika njia hiyo. Mtu apigie Yesu makofi. He died for ransom for many. Alikufa kwa ajili ya dhambi ya watu wengi. Isaiah proclaimed about it. Isaya anazungumza juu ya hilo. Ransom for many. What do you think? Who is many? Nafikiri wengi ni nani? Ni nani anaitwa wengi? First of all, Israelite. Kwanza nataka niseme ni nyumba ya Israeli. Pigia Yesu makofi. Jesus was Jew. Yesu alikuwa ni Myahudi. He came for salvation of Jew first. Alikuja kwa ajili ya kukombolewa kwa Myahudi. Si tusema amina? He preached the gospel to the Jew first. Akahubiri injili kwa Myahudi kwanza. But you killed him. Lakini Wayahudi hao walimuua. But it's not too late. Lakini bado muda hujaisha. He's the living God. Kama unaweza kumwamini Bwana, He's the living Messiah. unaweza kumwamini Masia, He's coming back. Yesu anakwenda kurudi tena. Danieli make a prophecy, he's coming back. alitoa unabii kwamba anakwenda kukuja. Isaiah mentioned about he's coming back. Isaya anasema kwamba anaenda kukuja. All the dead will arise. Na wafu wote wanaenda kufufuliwa. We will resurrect it, and when he come back, tunaenda kufufuliwa wakati Yesu anaenda kurudi. Isaiah 26:19 I think. Isaya 26:19. Daniel 12:2 mention about it. Danieli 12:2 inazungumzia hiyo. And your prophet already mentioned about his coming. Nabii wenu tayari amezungumza kuhusu kukuja kwake. Like Jeremiah, kama vile Yeremia, Hosea, Mika, Zakaria. Every prophet, nabii wote, made a prophecy about him. Walitoa unabii kuhusu huyo. Who came? Your Messiah. When your Messiah came like that. Wakati Masia alikuja kama hiyo, Masia wenu, Yesu wenu, nani alitoa unabii kama hiyo? They said none. They're still waiting for their Messiah. Unajua ni kwamba huko Israeli bado watu wanamngojea Masia. Haleluya. Kuna wale wanalala, waambie kama wanalala, mtu unaweza kupata umefanya kitu mbaya, watu wakuchekelee. Amuka tafadhali. Haleluya. Amen. But I telling them, your Messiah already has been here. Lakini mimi nawaambia kwamba Masia aliisha patikana. Si mseme amina. Haleluya. Wale walilala msinichukie. Haleluya. Amen. Najua wameamka sasa. First Messiah is Messiah of affliction. Lakini sasa Masia mgani wanasema? Masia wa mateso. He have to die for your sin first. Lazima afe kwa ajili ya dhambi yako kwanza. And second coming Messiah is not a servant anymore.
Yule Masia anaenda kurudi sasa, sio yule alikufa kwa ajili ya dhambi yako. Not have affliction anymore. Sio yule anakuja kupiwa na kudungwa misumari na watu wengine. He is King of glory. Sasa yule Yesu anakwenda kukuja ni Bwana wa utukufu. So, kwa hiyo, would you like to receive Yeshua HaMashiach as your Savior? Nauliza, je, ungetaka kumpokea Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Many Israelites receive Yeshua HaMashiach Jesus Christ for their Savior when I preach the gospel. Nimeenda Israeli nikahubiria Waisraeli wengi, Wayahudi wengi, na nikihubiria wao walimkubali Yesu. Sema amina. I telling them, God is Kadosh Adonai, holy God. With your sin you cannot go to heaven. Nasema kwamba Mungu mtakatifu, hauwezi kwenda mbinguni na dhambi yako. Then you gonna be separated with God eternally. Na utaenda kutengwa na Mungu milele na milele. How you gonna serve it? Wewe unakwenda kumtumikia Mungu. All the ancient time, your forefather has sacrificed. Yaani mababu zetu wote walijitolea kumtumikia Mungu. Wewe ndio unaenda kukosa kumtumikia Mungu. They transferred their sin to the animal, killed animal. So wage of sin is death. So they killed animal and they made a peace with God. Na kwa hiyo wao waliua mnyama, wakasema dhambi yoyote tumewekea mnyama. Walitolea zaidi kumtumikia Mungu. But you don't have sacrifice now. Lakini sasa hatustahili kutoa dhabihu ya wanyama tena. Yesu ndiye alikuwa dhabihu tosha. How do you make a peace with God? Wewe unawezaje kuleta amani na Mungu? They say, oh, we have the day of atonement. Lakini sasa angalia, watu hawataki kumpenda Mungu. On that day our sin will be forgiven. Siku hiyo dhambi yako inaweza ikasamehewa. No. Dhambi yako itasamehewa siku ya mwisho. You need 2 goats for sacrifice. Ulihitaji wanyama wawili kwa ajili ya kusamehewa dhambi. You don't have animal sacrifice anymore. Hauhitaji kutoa dhabihu ili usamehewe dhambi ya mnyama, hapana. Okay, let's say, kwa hivyo wacha tuongee, on the day of atonement, your sin will be served. Your sin will be forgiven. Siku hiyo ya mwisho, siku ya kiyama, sio siku mnakwenda kusamehewa dhambi. Msamaha wa dhambi unasamehewa leo, sio siku hiyo. But what about next day? If you had sinned, wewe ukifanya dhambi tena, you have to wait 1 more year. Ukifanya dhambi kulingana na hiyo siku ya kutoa wanyama, kama umefanya dhambi leo, wewe ungama leo, unangoja mwaka mo ndio uende kutolewa tena dhabihu. If you die next day with your sin, you will go to hell. Kulingana na wakati ule wa kutoa dhabihu ya wanyama, kama ungefanya dhambi leo na mwaka hujaisha, ukufe leo, wewe ni jehanamu. Umekuwa kuni ya shetani. How are you going to solve your problem? Huwezi kusuluhisha tabu yako. God already gave you the solving your problem. Tayari Bwana ameisha kuletea njia ya kutatua taabu yako. Mupigie makofi Yesu. Your prophet already mentioned about Yeshua HaMashiach so many times. Nabii wenu alisungumuza kuhusu Yesu muda mrefu na kila wakati, na watu hawasemi amina. He solved your sin problem at one time eternally. Na huyo Yesu alitoa dhambi yenu kwa kukufa kwake, akaitoa dhambi yenu mara moja milele na milele. Would you receive Yeshua HaMashiach as your Savior? Nauliza tena, wewe ungetaka kukubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Many said yes. Na wengi wamesema ndio.
So we had receiving prayer together in the taxi, in the bus. Tunaenda kupokea ombi moja la kutaka Mungu kuzungumza nasi. So, kwa hiyo you gotta preach it Orthodox Jew like that. Unastahili ukikutana na mtu aje kumkubali Yesu, umzungumzie namna hiyo. Hiyo ndio upendo. Wengine wanaangalia watoto mnasema ni shetani. Sasa angalia vile watoto wanatengenezwa vizuri huko. Haleluya. Wewe mama, tengeneza mtoto yako hapo huko. Wacha hiyo siasa. You have to quote Bible like Paul did. Apostle Paul did. Lazima uangalie Biblia kama vile mtume waliangalia Biblia. Haleluya. Wamama wanapewa mafundisho leo. You have to know Bible. Lazima uelewe Biblia. Kwani kunanyesha hapo ama nini? Mvua? Oh. It's raining there. And you have to make word become your flesh. Na ni lazima ufanye neno la Mungu liwe mwili wako, ikae kwako. I'm going to tell you about how to make word of God at your flesh. Nitakueleza vile utafanya neno la Mungu liwe baadhi ya mwili wako. You should have Bible first. Lazima uwe na Biblia kwanza.